ujumbe wa leo nataka tuweze kumulika hiyo message, I will build my church. Maana hiyo ndio dhimu yetu ya maombi ambayo inatuongoza katika, Bwana asifiwe, katika nitasema nini, inatuongoza katika hii wiki. Na lile neno ambalo nataka tuangalie niwekee Matthew chapter 16 verse 18. Tuone hapa Yesu aliposema I'll build my church. So leo nataka kujibu maswali kadhaa. Church ni nani? Bwana asifiwe. Church ni nini? Church ni nani? Na church tutaona kabisa church si ya mtu. Church ni ya Kristo mwenyewe. Bwana asifiwe. Na tutaweza kubarikiwa. Kwa hivyo niwekee Matthew, ndio hii nasema hallelujah. Matthew 16:18 inasema and I also say to you that you are Peter, and on this rock I'll build my church. Gina, I'll build my, who said I'll build my church? So the church belongs to who? So hiyo ujijazie tu. Bwana asifiwe. The church belongs to Jesus. Maana anasema and I also say to you that you are Peter, and on this rock I'll build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it, in Jesus' name. Na mimi natangaza the gates of Hades shall not prevail against the church of Christ, in Jesus' name. Hallelujah. Tuendelee. And I'll give you, who has been given the key? Who has been given the key? Who has been given? Okay, hebu turudi nyuma kidogo. Maana nataka tuende tu pole pole. Turudi nyuma kidogo. Jesus answered and said to him, 18. And I say to you that you are, tusiassume, tusiseme ni sisi. Mahali pameandikwa Peter tuseme ni Peter, okay? Ndio muelewe Kenya nataka kufunza. Bwana asifiwe. Maana tunajijazia vitu zingine. Si John alikuwa hapo. Si Steven alikuwa pale. Andrew alikuwa pale. Bwana Yesu hakuambia Andrew. Maana kuna kitu nataka tuelewe kuhusu church. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inasema and I also say to you that you are, akaenda specifically, wewe ni Petro, wewe ni Peter, akamnenea hivyo. And on this rock I'll build my church, and the gates of Hades shall not prevail against who? Pole pole jameni. Wengine wanasema Peter. Nataka tusome hii maandiko pole pole. Bwana asifiwe. Thank God iko kwenye ukuta. Okay, twende pole pole. And I also say to you that you are who? So Jesus spoke to Peter. Akamwambia wewe ni Peter. And on this rock I'll build my. Peter inamaanisha the other name for Peter ni rock. Jiwe. Bwana asifiwe. Kwa hivyo akasema na juu ya huu mwamba nitajenga nini? Nani anajenga church? So who build the church? Ebu andika hapo na capitulator. The church belongs to Jesus, and Jesus is the one who build the church. No man can build the church. Lakini tutakuja kuangalia material. Bwana asifiwe. You are Peter, and on this rock I'll build my. So who is the rock? The rock is Peter. Bwana asifiwe. Na ndio Peter anaenda kuandika katika 2 Peter, anasema sisi ni mawe yaliyo hai. Bwana asifiwe. Tumeundwa katika jengo la Kristo. So ushike vizuri Peter. Hallelujah. You are Peter, and on this rock I'll build my. So Jesus is building the church on whose rock? Sema Peter. Church, and the gates of hell shall not prevail against who? Against the church that is built on the rock. So who is the church? That's where now nataka tuangalie. Bwana asifiwe. Who is there? Maana tumekuja kuona Yesu alimwambia Peter, wewe ni Peter. Maana Peter hapa Yesu aliuliza watu wanasema mimi ni nani wakiwa wanatembea. Watu hiyo yenye verse 18, Bwana asifiwe 17. Alimuuliza watu wanasema mimi ni nani? Wengine wakasema watu wanasema wewe ni John the Baptist, wengine wanasema wewe ni Elijah, wengine wanasema ndio hii. Bwana asifiwe. Iko ni 15. Hebu tusome 15 tuanzie hapo.
When Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, "Who do men say that I, the Son of Man, am?" Swali, endelea. Rosa leo nataka kujibu wale watu usema kanitha ni ngoro. Tuone kama ni ukweli. Bwana asifiwe. So they said, some say John the Baptist, some Elijah, and other Jeremiah or one of the prophets. He said to them, "But who do you say that I am?" Inyu mugaga deu. Simon Peter answered and said, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus answered and said to him, "Blessed are you, Simeon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven." Kwa hivyo Simeon akaambia, wewe Simeon, tuendelee saa hiyo verse nyingine. "And I say to you that you are Peter, and on this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Bwana asifiwe. Tuende hiyo verse nyingine sasa ndio nielezee. "And I'll give you the keys of the kingdom of heaven." So who has the key of the kingdom of heaven? Zilipewa nani? Peter. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hajasema on this rock, amesema, "And I'll give you the keys of the kingdom of," who has been given the keys of the heaven. Hapa sasa specifically. Necessary tuseme nikuite dada, nikutabirie wewe specifically. Sasa utasema hii ni yetu wote. Si hiyo ni unabii imepeanwa kwako. Lakini sasa lazima kwanza tuiangalie alafu tuelewe inamaanisha nini. Bwana asifiwe. Kwa hivyo inasema, "And I give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on will be bound in, and whatever you loose on will be loosed in." Endelea. "Then he commanded his disciples that they should tell no one that he was Jesus the Christ." So akaambia wengine, msiseme mimi ni nani kwa mataifa. Na ukisoma Biblia huwa inasema Mungu huwa anafunulia wale anataka kumhusu yeye ni nani. Hata nyakati tunaishi saa hizi nawaambia hii Kenya, si watu wote wanajua Yesu. I'm telling you. Hata ukiona watu wakienda kusema Bwana asifiwe sijui nini, si watu wote wanajua Yesu. Na ni kitu nimekuja kuangalia na nikaona. Maana ndio uweze kujua Yesu na umfahamu vizuri, lazima Roho wa Mungu akufunulie Yesu ni nani. Sasa ndio unaona hapa Peter akasema, "Wewe ni Yesu mwana wa Mungu." Yesu akamwambia, "Wewe Peter, si wewe umejifunulia." Hakuna mtu na imagine mare nake na walikuwa wanatembea naye na wanakaa naye. Alafu wanauliza hivyo. Alafu wanaenda dipa anamwambia, "Peter, hivyo umenijua?" Haleluya. Si mwili na damu zimekufunulia, ni Roho wa Mungu amekufunulia. Na akamwambia, "Juu ya hiyo ufunuo ambayo umepata sasa, haleluya, nitajenga kanisa langu. Na milango ya kuzimu haitaiweza." Bwana asifiwe. Na mimi natangaza in Jesus name, milango ya kuzimu haitaweza kanisa la Bwana. So tukuja sasa tuangalie the church, maana tunaendelea sasa vizuri. Bwana asifiwe. Hallelujah. Now who is the church? One, we know the church belongs to Jesus. Bwana asifiwe. Ukisoma ni Corinthians inasema chapter 3 inasema we are building in the foundation of the prophets and apostles. Bwana asifiwe. Yaani sisi kama kanisa tumejengwa kwenye misingi ya manabii na mitume. Bwana asifiwe. So sisi foundation yetu iko juu ya manabii na mitume. Hallelujah. So who is the church? What is the church? Ndio nataka sasa tuangalie. Kwa hivyo unaweza andika hapo kitu ya kwanza, kanisa inamaanisha ecclesia, na hii ecclesia inamaanisha the called one, the called one. Bwana asifiwe. Yaani walioitwa. Na bado hata kama walioitwa ushike vizuri, ni wengi na Yesu mwenyewe akakuja akasema ni wengi lakini wachache ndio. For many are called but few are. Kwa hivyo katika church, amen. Kwa hivyo katika church kila
Kila mtu ameitwa, ndio unaona sasa tusema church, kila mtu ameitwa, many are called but few are chosen. Lakini sasa church, tukikuja sasa kuangalia church, tunasema ni ecclesia. Bwana asifiwe, which the called one. Na sasa leo nataka bado tuendelee, tufike mpaka tuone church vizuri. Na ndio tuweze kuelewa vizuri, niwekee bado Acts chapter 9. Acts chapter 9. Tuelewe vizuri kabisa. Acts chapter 9. Ndio mtu akakuuliza, kanisa ni nini? Mbona kanisa zinapigwa? Tuone ni nani anapigwa hasa. Hallelujah. Hata nimeona watu wakisema kanisani hakuna. Sasa tutajibu hii maswali yote tujue wanaongelea kanisa gani. Bwana asifiwe. Wanaongelea kanisa gani? Ni kanisa gani hiyo? Kanisa ni nini? Tukuje tuone na sisi tujione tuko wapi na tutabarikiwa in Jesus name. Bwana asifiwe. Ndio hii nasema, then Saul still breathing threats and murder against the disciples of the Lord went to the high priest and asked letters from him to the synagogues of Damascus, so that if he found anyone who if he found any who are of the way, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Endelea Sam. Bwana asifiwe. Nataka tuelewe vizuri. And as his journey he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Tuendelee. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Saul alikuwa anaenda kupiga nani? Bwana Yesu asifiwe. Matthew 18:19 para inasema, where two or three gather in my where two or three gather in my, I shall be in the year. Kwa hivyo kusanyiko, Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndio sasa nikuja sasa ni tafsiri church. Ninasema ni the called one. Wewe uliitwa, mimi nikaitwa, huyu akaitwa, tukakuja tukipatana kwa sababu ya Kristo, si kitu kingine. Kristo. We called it. Bwana asifiwe. So what is a church? What is a church? It is assembly, Bwana asifiwe, or gathering, Bwana asifiwe, of the saints, Bwana asifiwe, or the believers that are called, Bwana asifiwe, ama join together, Bwana asifiwe, for the purpose of see God. Munishike vizuri. Nikianza kutumia jina God hapa, Bwana asifiwe, Waislamu nitakuwa rafiki yao. Ushaienda mahali unasema tumwabudu Mungu, unaomba Waislamu wanapiga makofi. Lakini sasa taja ukitaja tu Yesu anza kusema hapana, huyu anaitwa sijui Nabii Isa, unaona wao wanamuita nabii. Na ndio unaona Yesu alisema ni sawa, wananijua kama nabii, maana wanamuita Nabii Isa, sijui Nabii Isa bin Maryam. Bwana asifiwe. Si ndio wanasema katika Quran Nabii Isa bin. Lakini sasa unaona hapa ndio unaweza wajibu na ufai kuwaingilia, maana Yesu alisema wao wanamjua kama nabii, lakini Peter anamjua kama Kristo mwana wa Mungu. Na akamwambia Peter, ndio unijue kama Kristo mwana wa Mungu, si watu wote wanajua hivyo. Kwa hivyo akamwambia wewe umebarikiwa, na juu yako sasa nitajenga church. Hallelujah. So juu yako wewe Peter nitajenga church. Bwana asifiwe. Kwa hivyo church, sasa uliza jirani yako, ukiwa peke yako, are you a church? It's a question. Mimi nataka turudisha na Biblia. Kanila negoro. Corinthians inasema you are the temple of the Holy. Wewe ni hekalu ya Roho. Wewe sio kanisa la Roho Mtakatifu. Wewe ni hekalu la Roho. Wewe peke yako, wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Lakini sana nataka tuweze tuone tools za kazi zinafanyikia wapi katika church. So wakati tunasema church inakuwa persecuted, hallelujah, ni wakati mimi na our sister hapa na pastor tumeshikana tukiomba kuhusu Kristo. So whoever is going to fight us, hallelujah,
not because of me, because of us, Bwana asifiwe, worshiping Christ, he is fighting who? He is fighting the church, which belong to who? Because the church belong to. Sasa Petro alikuwa anaenda kupiga hao the disciples wakiwa pamoja, walikuwa na muabudu Mungu. So alikuwa anasema angepata mtu. Okay, another thing, Bwana asifiwe. Nao tukiwa hivi utakuja tuangalie hapa tuone. Unaona hata ukiwa Kijabe, haleluya, na mimi niko utawala na tunamwabudu, the church should be, sijui kama unanielewa, the church should be, leo tunadili na mountain of religion, the church should be one. Unaonanga hapa naleta wa Nigeria, Bwana asifiwe, haleluya, naletaka wa Nigeria hapa, si ndio? Haleluya, hata tunaoleta hapa, si ndio? Na wanasimama wanatuhubiria na tunasikia lugha nimo, anakuja hapa anaanza kuongea na tongues, tunasikia lugha nimo. So the church in Nigeria and the church in Kenya, it is one. Bwana asifiwe. So if someone is attacking me, hallelujah, as a believer, now I belong to Christ, he is attacking who? Bwana asifiwe. Anapiga nani? Hizi zingine tunaita ni religion. Unaona hizi ni religion. Lakini tukitoa sasa jina religion tuilete pamoja, it is called, which belong to who? To Christ. Bwana asifiwe. So inasema, then he fell to the, nataka turudi hapo chini kidogo hapa. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Saul alikuwa anaenda kupiga na kufunga nani? Lakini Yesu akajitambulisha akasema ni nani anapigwa? Yeye ndiye anapigwa. Bwana asifiwe. Na mimi leo nimekuja kutangaza in Jesus name, wale watu wote shetani amekuwa akiwaonea kwa sababu ni watu wanaomwabudu Kristo, leo hata waweza, because it is written, he is not going to prevail. He will try us, but he is not going to prevail against the church which belong to Christ. Lakini ushike vizuri, the church does not belong to any man, it belong to Christ. Kanisa si langu, kanisa ni la Yesu. Mimi, Bwana asifiwe, I'm just a shepherd. Hallelujah. Mimi ni mchungaji tu, kuchunga kondoo za nani? Na hata mimi bado tukikuja kwa Yesu mimi ni kondoo bado. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ni ile kondoo lakini naeko kabaji hapa na kuwa kama prefect. Lakini sisi wote ni kondoo wa Kristo. Na kama wewe si kondoo uitwe mbuzi, hautaenda wapi? Maana alisema kondoo zitaenda mkono wa kulia, mbuzi zitaenda mkono wa kushoto. Kwa hivyo kusema mimi ni mchungaji si kondoo, sasa ni kumaanisha wewe hauapply kwenda wapi? Kwa hivyo sisi wote ni kondoo wa sheep. Bwana asifiwe. Tutakuja kuangalia hiyo yote. Kwa hivyo tuendelee. And he said, who are you, Lord? Akamuuliza wewe ni nani? Then the Lord said, I'm Jesus whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the gods. Unaona, akamwambia ni mimi unapinga wewe. Lakini Saul, by then nataka tuelewe, Saul alikuwa a Jew, si ndio? Saul was a Jew. Alikuwa naabudu kwenye temple. Hallelujah. Si alikuwa naabudu kwenye temple. Na alikuwa nafuata Sabbath. Na alikuwa anajua sheria zote za Musa. Alikuwa anazimemorize hapa kwa akili. Tunaziita za Torah. Alikuwa zote anaziko kwa akili. Hallelujah. Na Saul hata akienda kupinga hawa, yeye hakuwa nadhani anafanya kazi ya shetani. Bwana asifiwe. Yeye alidhani anafanyia nani kazi? Hallelujah. Alidhani anafanyia nani kazi? Mungu kazi. Bwana asifiwe. Lakini sasa akakuta hafanyi Mungu kazi, akawa sasa ni shetani anafanyia kazi. Nataka tuchike this point tuone iliendaje. Tuendelee. So he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, arise and go into the city, and you will be told what you must do. So unaona, akauliza sasa nifanye nini? Na mimi leo ninaomba in Jesus name. Unaona ule mtu wenyu unatakanga aokoke. Hallelujah. Imagine hakuna mtu anaweza muokoa. Ni Yesu anaweza muokoa. Lakini wewe umepewa nguvu ya kumfungulisha.
Haleluya. Mtakuja hapa tuone. Wewe umepewa nguvu ya kumfungulisha. Ukimfungulisha anaweza okolewa na Yesu. But hakuna mtu anaweza okoa mtu unless Jesus. Ushike hiyo. Bwana asifiwe. Kitu kingine hapa tunafaa kushika na kuelewa. Bwana asifiwe. Yesu mwenyewe ndiye alisema no one come to me unless. Hallelujah. Yesu mwenyewe alisema hakuna mtu anaweza kuja kwangu kama Baba hajamkubalisha. Kitu kingine akasema na hakuna mtu ananijua ila mimi nipende kujifunua kwake ama Baba. Hallelujah. So si ushukuru Mungu kwa kuokoka. Si ushukuru Mungu kwa kukuita, kukuweka among the church. Lakini sasa toka kuitwa tu, Bwana asifiwe. Ingia sasa level ya pili ambao tunaita the chosen one. Bwana asifiwe. Kuna kanisa na Kigiriki tunaita kuriokon. Hiyo kuriokon, Bwana asifiwe, ni kanisa kuna hii the called one, ecclesia. Hii sasa tunaita watu wote. Bwana asifiwe. Na sisi tunawaona. Lakini hiyo tunaita kuriokon, hiyo ni Mungu mwenyewe anajua. Anajua walio wake peke yake. Bwana asifiwe. Lakini sasa unaweza jua wewe ni wa Mungu through the Holy Spirit. The only stamp unaweza jua you belong to God. The only stamp unaweza jua you are going to heaven, it is through the Holy Spirit. But the church belong to, na hii church ambao unasema belong to Jesus, it is the called one. Kwa hivyo hata hii kanisa unaona watu wote wameitwa. Hallelujah. Usiipige. Maana ukipiga utakuwa unapiga nani? Na alisema yeye mwenyewe hata kautambi kenye kanazimia hatafanya nini? Hata kazima. Hallelujah. Alisema mimi hata kale kautambi gatawa kale unaona tawa tena. Si unajua ile taa ya zamani. Si unaona kautambi kienda kuzimia. Yesu alisema hata hiyo hata kuja kuipuliza. So we are not supposed to fight any church. One asifiwe. Because it is belong to who? And anytime you are fighting the church, you are fighting who? Bwana asifiwe. So, andika hii, the church is the body of Christ. Kanisa ni mwili wa Kristo. It is the body of Christ. 1 Corinthians chapter 12 verse 27 weke tuone. The church is the body of Christ. Sasa ndio tatu. Hapa ndio tutakuja tuelewe vizuri. Sisi tuko wapi? The church is the body of Christ. Ndio hii. Now you are the body of, si tusome pamoja. Now you are the body of and members individually. Bwana asifiwe. Hebu weka na Kiswahili. Basi nyinyi mmekuwa mwili wa na viungo kila kimo peke yake. So wewe ukiwa peke yako, wewe ni kiungo kimoja cha mwili wa nani? So ninapokuja tuseme kwa mfano wa Sister Ruth Kahinya, Bwana asifiwe, anapingwa na shetani. Anaweza kuwa yeye ni mkono, akiwa peke yake yeye ni mkono. So what I supposed to do, Bwana asifiwe, nafaa nimsaidie na mkono gani? Okay, mimi nikiwa peke yangu uni uohana, Bwana asifiwe. Personally hivi, I'm one part of the body of. Huyu naye ni another part of the body of. So kuna mtu ni jicho. Hallelujah. Sasa jicho ikiwa peke yake itafanya nini? Fanye hivi. Jicho ikiwa peke yake itafanya nini? Haya, mguu ikiwa peke yake itafanya nini? Haya, mkono ikiwa peke yake itafanya nini? Lakini ikikuja pamoja itaitwa nini? So that's why nakwambia when the brethren come together in their assembly, Bwana asifiwe, for the purpose of worshiping Christ, we call them the church. Ndio body inakuwa full. Lakini nikiwa peke yangu, Bwana asifiwe, kugo no gete nani kanitha tigoro. Nani atakubaliana na mimi kanisa sio moyo? Ni goikara nyumba. Kanitha ni goro, no akwirire kanitha ni goro. Bwana asifiwe. Na sasa Biblia inasema wewe ukiwa peke yako, hata pengine wewe unasema kanisa ni roho, pengine wewe hata ndio macho. Hallelujah. Unajua, na nitakuja nionyeshe church yote, hata church kama hii inafaa kuwa na macho. Bwana asifiwe. Inafaa kuwa na miguu, inafaa kuwa na mikono, inafaa kuwa mpaka
So the body, so we know the body. Bwana asifiwe. The full body of Christ. Sijui kama tunaelewana. Niweke Romans 12 verse 5. Ukiona neno inawekwa mara 2 3 elewa ni hivyo. Romans 12 verse 5. Inasema hivyo hivyo na sisi tulio wengi tu katika na viungo kila kwa mwenza. Turudie tena. Hivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo na viungo kila moja kwa mwenzake. Si unaona? Kwa hivyo tukiwa wengi hivi sasa ndio tunakuwa complete, tunakuwa church. Na ndio unaona Yesu aliuliza aliuliza Saul, mbona unanipiga? Kwa hivyo mimi nikipigwa, maana mimi ni mwili wa Kristo, nani ataumia? Hallelujah. Thaishi wakahinya igiko kunya guoko wega. Bwana asifiwe. Ona hakiri na ikuga. So dokuga guoko gutikuga, mkono haitasema umenifanya nisikie uchungu. Mdomo ndio itasema ninasikia, lakini mdomo inasikia uchungu. Okay, na ukitaka kujua viungo ni tofauti, ushayumwa na jino. Mimi nishayumwa na jino one night. Hallelujah. One night. Jino peke yake. Kajino kamoja. Si kulala, niliamka saa 10 kwenda kutafuta chemist. Maana hata nilikuwa naangalia saa, naomba nasikia itoki. Bwana asifiwe. Na jaribu kutangaza na saa 10 ndio nilivuka barabara nikakuta chemist. Nikameza painkiller juu ya jino mo. Hallelujah. Sasa imagine wakati wewe pengine ni jino, pengine mwenzako ni jino, hivyo inauma, unasikia, unaweza tafuta chemist, ndio Yesu huwa anasikia. Na ukijua hivi, utawahi piga any believer or any brethren, utaachana na yeye. Maana ukimpersecute, haupersecute yeye, you are persecuting Christ. Bwana asifiwe. Okay, mtu akuja aseme nimeona hata kwa serikali. Bwana asifiwe. Me, I know they are minister. I know one of a minister. Hallelujah. And I can predict. Ndio hata wacha watu wanasema Bwana fulani hakuingia president. Inaweza kuwa hakuingia. Bwana asifiwe. For the sake ya mtu fulani asiingie, maana Mungu aliona huyu angeingia miaka 2, huyu achukue. Bwana asifiwe. But I remember there is a minister. Alisema sijui alipinga church sana. Sauti sijui nini akapinga hadharani. Hallelujah. Wakati tu alipinga church hadharani, akalisaini. Mpaka leo hii hajawahi pata kiti. Maana yeye anaona nadhani, sasa unajua nikikuja nianza kuangalia nitaona Monica mimi. Sasa niseme mimi naingilia Monica, lakini si Monica naingilia. Wakati naanza kumuingilia si yeye, naingilia Kristo. Maana inaweza kuwa Monica hivi unamuona hapa kwa Kristo yeye ni mkono. Sasa ukianza kumpiga unapiga mkono wa Kristo. Na ukipiga mkono wa Kristo, Yesu naye atakuja akuulize, wewe mbona unaniudhi? Na ndio unaona hata kuna watu wafanikiwi kwa kuingilia kanisa. So who is the church? Niko pale kwa jina church. Who is the church? The assembly of? Okay, who are you in the church? You are a body. Bwana asifiwe. Hata si a body, you are a part of you are a part of the body. Yaani wewe ni sehemu moja ya mwili. Na pasipo wewe kutakuwa na kashida. Ushaiona mtu ana mkono mbili? Si unaona ana struggle. Kwa hivyo pasipo wewe inaweza kuwa wewe ni mkono unakuja ku complete the other hand. Wengine ni miguu. Takuja tuangalie hapa kwenye neno. Tuelewe church vizuri. Na tuelewe Yesu anaposema nakujia church, anakujia nani? Na by the way ako karibu sana kurudi. Hii one world order zimeanza kutangazwa. Dunia zimeanza kushikana. Bwana asifiwe. Umeona robots, dunia imeanza kuingia kwa robots. Ukiangalia zile vitu venye tuko tunasema kitambo, kutakuwa na shida ya economy. Nimeona hata nchi ya Waarabu wanagoma. Hallelujah. Wanagoma, wanasema wanataka president wao watoke, maana economy imekuwa mbaya. Na ni kwa Waarabu wenye hapa tunaapurai, tunasema tunataka kwenda kazi huko ati na pesa. So the whole world unaona imeanza kuwa shaken. Na ikiwa shaken, Bwana asifiwe. Hallelujah. Jesus is coming for who? So if your mother is not born again, she is not part of the body. If your brother is not born again, he is not part of the body.
Hallelujah. If your wife or your husband is not born again, he is not part of the body. Uelewe hivyo. Maana nimekuja kuona hata shida hapa Kenya. Unasikia mtu anaitwa Joseph. Hallelujah. Na ajeokoka, alienda kwa makaratasi ya serikali anaulizwa, wewe ni wa nini gani? Anaandika Christian. Sasa juu watu wote Kenya walijiita Christian, tunaanza kuona ni kama watu wote ni Christian. Hallelujah. Lakini wale ambao ni Christian, maana Christian inamaanisha those who are for Christ, ama wale ambao ni wa Yesu, ni wachache sana. Na mimi nashukuru kuwa mmoja wa wale wachache. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuelewe, kanisa ni mwili. Bwana asifiwe. Number 2, where are the material? Ndio nataka tuangalie. That Jesus uses to build his church. Hallelujah. So andika hapo, we are the materials that Jesus uses to build his church. Bwana asifiwe. And all are indicated, tutaziangalia hapa. Bwana asifiwe. So ndio kanisa liweze kuwa complete. Na mimi nasema hivi ku discourage wenye wanakaa nyumbani. Wanasema Yesu atawakujia huko. Hallelujah. Bwana asifiwe. Watashangaa maana wajakuwa kijenga kanisa lake. Hallelujah. Because we are the material ambaye Mungu anatumia kujenga kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka tuangalie hizo material kwanza na tutabarikiwa. Na niweke Ephesians chapter 4 verse 11. Tuone kuna ofisi, sema ofisi ngapi? Nifanyie hivi. Kuna ofisi 3. Hallelujah. Kuna ofisi ya Mungu, kuna ofisi ya Roho, na kuna ofisi ya Yesu. Hallelujah. Lakini wote ni mo. Both of them are one. So there are 3 offices. They are the office of God the Father, they are the office of God the Son, and they are the office of God the Holy Spirit. Na katika office of God the Son, nataka tuangalie tools ni gani anatumia. Bwana asifiwe. Tusome hii, nasema na naye alitoa wengine kuwa. Nani alitoa? And he himself, kwanza inasema vizuri, and he himself gave some to be, sema some. So si watu wote ni, na nimekuwa nikisikia tu hapa now, you know, we are priests, ni sawa. We are priests according to the order of Melchizedek. Bwana asifiwe. But now we are setting a church in the order of Christ today. Hallelujah. So tusome hapa inasema, and he himself gave some to be apostles. Sema, those are the tools that God used to build the church. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati Mungu anakuita kama apostle, hallelujah, akikuchagua kama mtume, kazi yako kama mtume, wewe ni chombo sasa. Si unakumbuka Paul wakati Roho alinena, alisema, Bwana asifiwe, hawa ni vyombo vyangu nimewatenga niwatumie kwa kazi ambayo nimewawekea mbele. Kwa hivyo we are the tools that God uses to build his body, which is the church. Bwana asifiwe. Number 1 katika ofisi, sema apostle. Bwana asifiwe. Number 2, prophets. Number 3, evangelists. Number 4, number 5, teachers. Hebu ni explain kidogo. Bwana asifiwe. Sasa unaona hii katika hii fivefold, hii ndio tunaita fivefold. Hii sasa fivefold ministry ambayo tunaangalia hapa, sasa ndio Mungu anaitumia kama material ya kujenga kanisa. Umeshika? Kwa hivyo number 1 akasema 1 akachukua wengine kuwa mitume. Kazi ya mitume ni gani? Bwana asifiwe. Mostly ukiangalia hata kwenye neno, kazi ya mitume wengi wanadirigi na territories. Wanafumbua territory. Bwana asifiwe. Na ndio unaona ukiwa katika tuseme foundation, ndio tumesema tumeweko kwenye foundation ya mitume na manabii. So unakuta katika kanisa, na tutaenda tukiangalia ni nyingi. Bwana asifiwe. Katika kanisa unapata ya kwamba mitume, ama mahali unaona there is an apostle. Bwana asifiwe. Utakuta mostly kuna kudeal na territory, kuelewa territory mpya pengine imekamatwa na adui, wanaenda wanapigana, wanainyakua for Christ na kuanzisha makanisa. Bwana asifiwe. Hallelujah. So that is number 1. Number 2, prophets. Hallelujah. Kazi ya manabii ni gani? Eto tukiugire toe mwili. Bwana asifiwe. Haya, leo tukiwa mwili,
huyu kazi yake, haleluya, ni kuenda kunyakua territory, kupigana, Bwana asifiwe, na kumake sure hiyo territory wamepata dominion for Christ Jesus. Tutamweka kwa wapi? Kwa mwili. Maana nataka tuwa group kwa mwili. Gothie kunyita territory. Gothie weka kwenda kushika. So kwenda tunatumia nini? Kutembea. So tunaweza weka, tutakuja hapo tuone hapa evangelist, apostles, tutakuja kuweka katika hiyo category. Bwana asifiwe. Okay, kazi ya nabii ni gani? Bwana asifiwe. Sema guiding. To guide. Oh, we guide with what? We give direct. And for you to give direction, you have to see. Bwana asifiwe. So if God have called you as a prophet in the church, Bwana asifiwe, you are the eyes of the. Rĩu ũkoraga andũ angĩ nĩ maitho na marahũra magũrũ. Rĩu magũrũ ugagĩkuga magũrũ matirona. Hallelujah. Unajua pastor wetu onagi kitu. Sasa pastor wenyu kama yeye sio macho, unamuingilia aone. Naye pastor wenyu wakianza kusema na wewe utembeagi. So kila mtu aelewe, we are one part of the body. So unaweza kuwa wewe ndio unaona. Na sasa juu kazi yako ni kuona. Bwana asifiwe. You give, na si kuona uharibu. Ukiona mtu anaona anaharibu sana, huyo si wa. The work of a prophet is to give direction. Giving direction. Tutaona hata kwenye neno. Nabii anafaa anatupatia direction. Nasema wapendwa, Bwana amenielekeza ya kwamba kutakuwa na ukame miaka 2 inakuja na tafadhali mjiandae. So he give us direction. Wapendwa, Bwana asifiwe. Si kwa mfano nisikia evangelist Teresia, Bwana asifiwe. Hallelujah. Akisema there will be premature deaths. Si ndio alisema unabii yake this year. Kasema there will be premature. So si aliona. So hiyo haikuwa ya chachi yake. Alisema there be premature death. So yeye aliona. So yeye ni macho, anaona. Kwa hivyo akishaona kama macho, Bwana asifiwe. Hallelujah. Kazi nyingine ni ya nani? Who are the watchmen? Ezekiel that 7 ndio inasema we are the watchmen. Bwana asifiwe. Watchmen kazi yake ni kufanya nini? Kulinda, si ndio? Kulinda marango. Si ni kulinda marango. Sasa hao ni wale tunaita intercessor. Wanalinda marango. Adui asikuje, washaonewa. Si ameona mbali. Akishaona anasema kuna maadui. Akishalinda sasa kuna kuwa na intercessor ambao nao kazi yao ni kulinda marango, adui asikuje aingie. Hallelujah. Na unakuta mtu ni intercessor amelala nyumba. Nasema mimi unajua sasa mimi hivyo. Sasa hao ndio Yesu watakuja tuone, walipewa talanta. Wataambia wewe ulienda kuzika. Mbona ulizika yenye nilikupatia? Na nilikupatia kwa sababu ya kazi yangu. Mbona uzike? Takuwa shida huko. Bwana asifiwe. Mimi natangaza in Jesus name. Nitafanya part yangu. Hallelujah. Tuendelee. Wengine kuwa, sema wengine kuwa wainjili. Unaona kazi ya mwinjilisti ni kutangaza. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kutangaza. Na sasa tutachunguza kama wewe ni evangelist. Juu nimeangalia. Bwana asifiwe. Hallelujah. Najua ameandika dini yake some the evangelist. Hafaa badilishe hiyo. Bwana asifiwe. Aeke some the pastor ama the apostle. Bwana asifiwe. Hallelujah. Maana kazi ya mwinjilisti ni kutangaza habari njema. Na kazi ya mwinjilisti unaweza kuta hata saa hii. Unajua niko naangalia Sister Ruth. Bwana asifiwe. Unaona sasa mko church, mko wengi. Watu wanangoja lazima sasa pastor apange mkutano ya hii. Na yeye hajaitwa hiyo side. Sasa mwenye ameitwa hiyo side anatusumbua. Anatuambia tafadhali tuko na crusade ya wiki 2 pale, tuko na door to door ya wiki 2 pale, maana anataka kutangaza. Sasa unakuta kanisa iko na watu kama wale, tunafaa kuempower. Ndio nao watimiza ile kama Mungu amewaitia. Bwana asifiwe. Hallelujah. Uliza jirani yako, so far so good. Where are you? Are you an evangelist? Hallelujah. Hallelujah. Are you an apostle? Najua sasa shida ya apostle, Bwana asifiwe.
Akiona tu territory anasikia anaona hapana, hii territory nasikia tu kwenda. Yaani anaona watu lazima tupande madhabahu hapa tutangaze. Yaani Bwana asifiwe. Sasa lazima tuelewe kazi ya apostle ni hiyo. Yeye ni aone, na unaweza ona kila mahali akienda na no haigo kanitha. Ushaienda na mtu anakuambia hakuna kitu kingine anaona. Mkienda mahali anaona, ama ushaisema unasema mimi niliona hapa panaweza eko church, pana eko church. Niliona hapa panaweza tena paka eko church. Niliona hapa panaweza eko tena paka eko church. Bwana asifiwe. Hallelujah. So who are you? Sam. Hallelujah. Yaani wewe unasikia ndani yako feeling tu, naweza hapa nipande madhabahu, tunapanda madhabahu pande hii, tunapanda madhabahu pande hii. Huyo ni nani? Apostle. Bwana asifiwe. Haya, tumulike huyo mwingine haraka. Some evangelists, kutangaza, sema pastors. Kazi ya pastor ni kukuza, sema to grow and to shepherd. Bwana asifiwe. Yaani pastor fanye hii. Ni mtu anakuwa na roho ya watu yaani yako na moyo ya watu sana. Anavumilia. Unajua saa pastor, hallelujah. Pastor anaweza kaa one place for 20. Akikuza tu, akae tu hapo 20 years, kazi yake ni kukuza, avumilie. Anaweza kaa kijiji moja miaka 20, kukitoka mazishi pale anaenda anashikania na ile familia, kukitoka hii anaenda anashikania na kukuza watu, kuwapatia chakula. Bwana asifiwe. Are you getting it? The tools of Christ. Bwana asifiwe. Haya, tuende hiyo ingine. Teachers, sema teachers. What is the work of a teacher? Hallelujah. Hallelujah. Kazi ya mwalimu ni weka ku ground, sema ground. Yaani anaweka foundation. Ukikaa chini ya mwalimu utakuwa na foundation ya word. Hallelujah. Yaani utafunzwa neno, utaelewa neno. Ushaikaa na watu ambao wameenda mahali, Bwana asifiwe, hawajui neno. Kuna mtu unaweza muuliza Old Testament haelewi, hajasoma. Kuna mtu unaweza muuliza New hasomi, lakini sasa unakuta hana foundation. Sasa ukitaka kupata ile foundation ya neno, unakuwa sasa chini ya sema mwalimu. Bwana asifiwe. Some to be sema teachers. For what? Tuendelee. Mimi unajua niko pale. Kazi ya hii ni gani? For the equipping of for the work of, for the edifying the body of. Kwa hivyo kazi yao ni kujenga nini? Ndio hii Kiswahili nasema kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ufanywe nini? So who are the tools? So Jesus used the tool to do what? To build the body. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unajua unaweza kuwa ni mkono. Na sasa tunataka kujenga. Sasa nitakuja nikutafute. Bwana asifiwe. Nitafuta ile mkono nilete niweke kwa. So nani anaenda kutafuta ile mkono? Si tumewa categorize. Bwana asifiwe. Okay, let's say our sister pale ni mkono na hatuna mkono, na tunataka kuleta hii mkono tuijenge ingiane katika mwili wa Kristo. Who should go for that hand? Who should go for that hand? Hallelujah. Who should go for it? For the evangelist. Bwana asifiwe. Evangelist ataenda atangaze habari njema, atangaze vile Yesu amesema, atangaze vile Yesu anafanya. Na uelewe hii haijasemwa ameweka alama hapa ati ni kina fulani wameitiwa hii. Bwana asifiwe. You can fit kulingana na mahali Yesu mwenyewe atakuita. Hallelujah. Kwa hivyo si alama inawekwa hapa sasa hii ni ya hawa, hii si ya hawa, hapana. Yesu mwenyewe ndiye anajua na kuweka mahali una fit kulingana na ile kazi amekuitia. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. So hii andika ni ofisi ya Kristo. Hallelujah. Sijui tumulike ofisi ya Mungu kidogo. Bwana asifiwe. Hebu niweke Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 6 tuone. Kwa hivyo sisi ni tool. Hallelujah. We are the tool.
Na nikikuja hapa peke yangu mimi ni kiungo. Tukiwa na Sam hiyo ni kiungo ingine. Tukishika mwingine hiyo ni kiungo ingine. So tukienda hivyo sasa mwili wa Kristo unajengwa. Lakini ni vizuri tulisema tuombe watenda kazi wafanye nini? Unaanza unaangalia unasema na hii church inafaa evangelist. Unaomba Mungu anaachilia. Na si evangelist wa jina, kazi yake inaonekana. Bwana asifiwe. Tunakaa kidogo nayo kuna church Sam unaangalia unaona venye imegrow, inafaa apostle waende kwanza awakoroge kidogo. Hallelujah. Awaambia tutagrow hapa tujenge nini inaitwa nini baberi. Lazima tutoke hapa songe pale mbele. Hallelujah. Tushike tena ile maeneo. Sijui kama umeshika vizuri. Tuende hii. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema mlio, ikiwa ni unabii, Bwana asifiwe, utoe kwa kadri ya. So in unabii tumeona kuna office of, katika ofisi ya Yesu kuna nabii. Bwana asifiwe. Okay, katika ofisi ya Roho Mtakatifu kuna karama ya nabii. Bwana asifiwe. Karama ya roho ya unabii. Bwana asifiwe. So kuna karama ya roho ya unabii. So hii ya karama niangalie kidogo tuelewane hapa. Yule mtu ambaye anatumia karama ya unabii hakuwagi nabii all the time. Hallelujah. Mtu mwenye akona karama ya unabii hakuwagi nabii all the time. Huwa tuseme tukikuja hapa church, Bwana asifiwe, wakati tunaabudu Roho wa Mungu anashuka, maana anataka kulijenga kanisa lake. Ile karama iko ndani ya huyu ya unabii inatoka inafanya kazi. Hallelujah. Lakini kuna karama ya unabii, lakini ofisi sasa ni ule yako kwenye ofisi ako na authority na ako na mandate katika ofisi. Lakini ule mwenye ako na karama, Bwana asifiwe, inashuka na yani inashuka at particular time, anatoa unabii, anajenga kanisa na inaondoka. Hallelujah. Tuendelee. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ikiwa ni huduma, sema huduma. Tuwemo katika huduma yetu. Kuhudumu ni kufanya nini? Sema hospitality. Kazi ya huduma ni gani? Mama Alex, hospitality kazi yake ni gani? Si ninaona church kuna hospitality team. What is their work? Si ni kama nurse. Tuilete ndio ile lugha watu wataelewa. Si ni nurse. Kazi ya nurse ni gani? So there is a doctor and there is. So kazi ya nurse ni gani? Take care of, kuhudumia wago. Unataka dawa anakupatia, unataka hii anakupatia, unataka hii anakupatia, unataka hii. So anakuhudumia. Hata anaweza kuandikia dawa, lakini Bwana asifiwe, under the instruction of the doctor. Kwa hivyo kuna watu wamepewa kazi ya huduma kanisani katika mwili wa Kristo. Kazi yao ni kuhudumia wengine. Hallelujah. Unataka maji anakula, unataka chai, yani wanatuhudumia. Tuna mmoja hapa, Bwana asifiwe. Hallelujah. Alikosa wiki 3, watu hawakunywa chai. Bwana asifiwe. Na nilichunguza Bwana hawakunywa chai wiki 3 na nitataka kujua. Bwana asifiwe. Tuko na mmoja hapa. Hallelujah. Niliona kuja church wiki 3. Sijui alienda ushago. Bwana asifiwe. Hallelujah Monica. Bwana asifiwe. Hallelujah. Watu hawakunywa chai. Ni nini ilifanya wasikunywe chai? Hawapikagi chai kwao. Mutiruga chai kwanyu. Bwana asifiwe. Hawapikagi. Lakini mbona hawakupika hapa? Maana kuna mtu hakuwa, maana hiyo ndio mwito ya huyo. Yeye anapika anaosha. Najua wengi ni kuosha vikombe wanahepa. Bwana asifiwe. Wasioshe na wanasikia wana hiyo mzigo, lakini yeye anamaliza na anaosha zote na anameshwa kila kitu iko sawa. Na unaweza ona tu yeye amerelax, lakini yeye ameitwa katika huduma. Utashangaa atalipwa kwa sababu ya ile kazi. Na wanakuwa wengi church. Bwana asifiwe. Na kuna watu wanapuuza. Wengine wanaosha tuseme kama ni madhabahu.
Hallelujah. By the way, uliza jirani yako, unajua kuna mtu hata ajui church inaoshango aje, hata hajawahi jua, hata hajawahi taka. Hallelujah. Na tunawapuuza, si tunaona tu wenye tuko pale na kora tukiombea watu. Unaweza shangaa tukifika mbinguni ukute mtu ako na mashon kubwa sana. Uulize Mungu, huyu alipata aje hii? Uambiwe aliaminika kwa kazi yangu. Nilimuita kazi yangu kuwa na make sure nyumba yangu iko sawa. Na ukute ameinuliwa ile side. Hallelujah. Huduma ni nyingi, kutembelea wagonjwa. Bwana asifiwe. Si mnakumbuka kuna watu Yesu walisema nilikuwa mgonjwa hamkuja kuni? Hallelujah. Watu wako na huduma, wako na hiyo neema. Unakuta wanatembelea wagonjwa sana. Hallelujah. Kuna mtu hapa nimuuliza mbona unatembelea? Sasa mimi sina hiyo neema. Hallelujah. Haya. Na Yesu alisema kuna watu wataambiwa, nyinyi nilikuwa mgonjwa na hamkunitembelea. Nilikuwa na kiu na hamkuni. Kwanza huyo wa huduma, imagine tunaumwa na kiu sana hapa ya chai. Kuna watu wataambiwa tulikuwa na kiu ya chai wiki 3 na hukutunywesha. Bwana asifiwe. Maana sasa lazima tu recognize everybody in the body of Christ. Hallelujah. Ikiwa ni huduma, tuwemo katika huduma yetu. Mwenye kufundisha katika kufundisha, si ndio hiyo walimu? Bwana asifiwe. Unafundisha. Kama sasa hivi kuna watu wametoa fundisha watoto. Bwana asifiwe. Si wameweka marks mbinguni. See, I'm teaching you today what is the church. So there, na ujue kuna preaching and kuna tofauti ya preaching and preaching. Bwana asifiwe. Hallelujah. Preaching ninachukua mstari, nina-emphasize, yani ninahubiri. Unasikia tu maneno inakuingia. Now we can preach and teach. Bwana asifiwe. But still there is also teaching. Na hiyo yote tunafaa kufanya. Na kama wewe ni mwalimu wa shule yoyote, Bwana asifiwe, hata neno unaweza funza. Ama? Okay, karama nani alipeana? Okay, mshike vizuri. Ofisi hizo 5, they in the ministry of Jesus. Bwana asifiwe. The talent are in the office of? No. The talent are in the office of God. Na ndio unaona everybody has a? Have you ever found a singer naiba? Unajua mimi naangaliaga mtu kama Celine Dion. Hallelujah. Naona kabisa hiyo talent angekuwa worshiper. Sijui. Bwana asifiwe. Unasikia vile anatoa hiyo sauti. Unaona angekuwa worshiper. Bwana asifiwe. Miss Arlington, Rakediube angekuwa worshiper, unaonaje? Ushaiona Rakediube anaimba, hata hizi naonanga hapa wote walikopi yeye. Hizi naona hapa walikopi Rakediube. So he had a talent. Bwana asifiwe. Unaona anaipa na zile rasta zake analia. Na sasa hizo wanasema sijui no man no sijui what. Bwana asifiwe. Hallelujah. Inasema no man no. No man no. Bwana asifiwe. Unaona ana talent, anaimba. Bwana asifiwe. Na akona na backup pale nyuma. Niko naangalia hizo nini zake. Unaona anaimba na backup pale nyuma. Hata unaangalia unaona hiyo backup na ni ya miaka sijui gani. Hata saa hii church ya saa hii jefikia zile za na ni miaka sijui 90s. Hallelujah. Sasa ndio kanisa inarudi live. Sawa wanakimbia kwa Rakediube, wanauliza hawa hizo mabitu wanaweka hapo. Wanakimbia huko wanaziangalia, wanazidivert, wanazifanya za church. Because the talent already was given to man. So hiyo ataulizwa na Mungu. So the talent belong to God. Bwana asifiwe. But the gifts belong to the Holy and the office belong to Jesus Christ himself. Bwana asifiwe. Haya tuendelee hiyo nyingine haraka. Mwenye kuonya katika kuonya kwa. So mwenye kuonya tumeona ni nani? Si ni nabii. Mwenye kukirimu. Bwana asifiwe. Kukirimu ni kwa moyo. Kukirimu ni and who give with ukarimu, si ndio? He who gives with liberty. Haya, kuna watu church wako wakarimu. Bwana asifiwe. Kazi yao ni gani? Kuna mtu, na mnishike vizuri hapa. Kuna mtu anaweza barikiwa na kazi.
ya millions of, yani yeye apewe kazi ya, yani kazi yake ni kuingiza million of, hata waitabiri. Bwana asifiwe. Hata hiyo chache, lakini Bwana asifiwe, utakuta mkitaka 200,000, ukitaka 300,000, ukitaka 3 wamepewa hiyo kazi. So unakuta sasa shida yenye niliona watu waelewi. So unakuta mwingine ameitwa ofisi ya kutabiri. Bwana asifiwe. Na sasa juu anatoa millions of money, anaona ni kama ile ndio ofisi nzuri kuliko gani? Lakini zote ni Mungu anapeana, na anapeana kwa kusudi kanisa lake lijengwe. Haleluya. Kuna mtu anapewa millions of money sahi sana. Nasema tunataka kuingia TV. Haleluya. Anakuja anasema nitalipa mwaka hiyo TV, mimi mnataka kuingia TV nitalipa mwaka. Sasa hiyo mwaka moja amelipa, nani atahubiri? Mimi nitahubiri. Bwana asifiwe. Lakini zile gain, zile souls inaokoka, tutagawiwa na nani? Mwenye aliniombea itasesa ako pale. Mwenye alikuja akakuja hapa akasifu kanisa lijengwe ako pale. Mwenye alikuja akatoa ile pesa ako pale. Sasa ndio tunaitwa one body. Na ndio kanisa inaitwa one body. Na mtu mmoja hajiwezi. Tell your neighbor, mtu mmoja hajiwezi. Mwambie tena, mtu mmoja hajiwezi. Hawa wako kategori gani? The singers. See, the singers are their own category. Hata katika kitabu ya Leviticus, Bwana asifiwe, hata ukiangalia Kings, Daudi alitafuta the singers are their own category. Wamepewa. Mimi naangalia vile Mrs. anaimba, mimi siwezi. Hallelujah. Saturday anakuja pale anaimba, baka namwambia mimi kuna siku nilijijaza niimbe. Niliimba wimbo moja alafu nikashindwa hizo zingine zilienda wapi. Hallelujah. Nikimaliza hapa ndio nakumbuka, si ningeimba Hosana, niimbe hii. Nikikuja tena nishika mic, zote zina disappear. Nikasema hiyo si ministry yangu, ni ya hawa. Na yeye akipewa anaimba baka anashindwa. Sasa hizo zote zilikuwa kwa moyo, na mimi naenda na hubiri, ananiuliza sasa hizo scripture zote. Bwana asifiwe. Hallelujah. Baka unaambia ati Sam rudi nyuma kidogo. Hapo sina sasa ananiuliza nayo, namwambia hiyo ni neema, kama vile na wewe unaimbanga na shindo unatoa wapi nyi? Hallelujah. Unaona dada yetu hapa anatuambia turuke karibu tuguze. Hallelujah. Anaturukisha hapa. Hiyo ni neema amepewa. Bwana asifiwe. Na kuna mwingine naye amepewa neema tofauti. Tukielewa hivyo tunakuwa one body of, na hiyo ndio church. Sasa mtu ampige yeye hapa, umpige huyu. So ukimpiga tutarukishwa na nani? Utaulizwa wenye tumesoma Acts chapter 9. Saul, why are you persecuting? Umempiga. Na hakuna kitu mbaya kuoa kama kuoa abiri. Sasa niambie upige huyu kofi, Bwana asifiwe. Na anakuja kuimbisha, akatae kuja kuimba juu ulimpiga. Sasa ukienda mbinguni utaulizwa, mbona ulinipiga? Mbona uliniudhi? Na ni Yesu atakuuliza hivyo. So tunakuwa tumelindwa kwa kuwa katika Kristo, in Jesus name. Tupige Yesu, anatuteteaga. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So hawa wako katika kategori ya singers. Na saa Sunday ni Sunday yao. Hallelujah. Sunday ni ibada yao. Tutakuja tuone watafika saa ngapi. Unajua nao wakikuja wanasikia tu wanaimba, anatuambia turuke hapa. Anasahau kuna mtu alikuja saa 1 akaomba, akaachilia munishike vizuri. Kuna mtu alifika hapa. Unaona Sister Ruth, ndio ufike hiyo kiti usikie Mungu, usikie uwepo wa Mungu, usikie kila kitu iko sawa. Kuna mtu alikuja hapa saa 1 akaomba. Kuna mtu hiyo wiki hakukula ndio ibada ikuwe sawa. Hallelujah. So nawe unakuja unaruka unasema Yesu ni Bwana, neema inashuka. Unasema amen. Jueni unaonekana. Lakini kuna mtu hapa anaomba, ndio tunaitwa the body of Christ. Naye huyu anaomba, mwambie aruke, hawezi. Kuna watu wa kuomba niliwapatia waimbe. Bwana asifiwe. Badala ya kuimba walituigiza prayer. Sasa nikashindwa, tumetoka prayer tunarudishwa prayer. Hallelujah. Hosana, Hosana. Tumwimbie kabla amalize ya 3. Tumwimbie. Amenda. Sasa tunashindwa tukile koina kana kuhoya. Kila mtu ajue rainia. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na wewe mwenye biashara yako inaenda inafaulu. Bwana asifiwe.
Elewa Mungu anakufanya hivyo kwa kusudi ya kazi ya. Tuendelee haraka sana. Mwenye kusimamia kwa bidii. Mwenye kusimamia. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Hawa ni wenye wamepewa kazi ya kusimamia. Haleluya. Kusimamia mashiamani. Bwana asifiwe. Simamia pale, simamia hapa. Wasimamie kwa bidii, wakijua si kazi yao wanafanya, ni kazi ya Kristo. Tuendelee. Mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa mercy ministry. Bwana asifiwe. Those are show mercy with cheerfulness. Kuna watu wako na kupewa huruma. Wamepewa hiyo ministry ya huruma. Na nimewaona hata kwa mtandao. Bwana asifiwe. Hallelujah. They should be the church. Ama hallelujah. Kuna church moja ilishika hako karaini ka Mungu. Unaona venye Mungu ameinua. Maana wao walishika hiyo rai. Walishika hiyo raini ya mercy. Wakajua sisi tutashika mercy. Naye Mungu jua anapenda hiyo, akaangalia akaona hawa wameshika raini ya huruma, akawabariki. Lakini si kusema juu nao wanapeana maunga. Bwana asifiwe. Na sisi tunaomba ati atufanani. Wao wameitwa hiyo raini ya. Na wasipopeana wakose kupeana saa 3. Tanemadhi magome mwakomwe kuheana. Uniambia 10,000 unaona hapo, utaona mtu tena hapo. Wataenda kama kitu kingine, kama huyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine nao wameitwa kuomba. Unakuwa sasa ile foundation umeweka ni ya prayer. Sasa ufai kupiga wale. Unashika. Huko wanaenda, wanaongea, wanacheka, wanapewa maunga, hiyo sasa ni hiyo wameitwa. Na ni part tu ya Mungu. Bwana asifiwe. So don't fight them. Nikuambia hata Kenya kana Karutabe. Bwana asifiwe. Ufai kufanya nini? Wengine nao wameitwa kuomba, enda kama prayer center uone. Wengine wameitwa kuomba 20 days, kuomba 30 days, kuomba. Wale nao unaona hawaombi, lakini wanaendelea juu wameshika raini yao. Lakini wakati Kristo atakapokuja, tell your neighbor, wakati Kristo atakapokuja, atakujia nini? Kanisa na nataka kumaliza. Kanisa na Revelation inasema, Bwana asifiwe, na kazi yako itakufuata. Inasema mbele ya manyuma. Na kazi yako itakufuata. Bwana asifiwe. Tatuekelele uroga mbele. Bwana asifiwe. Haleluya. Inasema na kazi yako itakufuata. Sasa ujue wewe umeitwa ni sawa, lakini wewe ni kiungo kimoja. Nataka tushike hiyo. Bwana asifiwe. Sijaguza ya 9 zile 9. Bwana asifiwe. Maana hizo nitafunza pole about the karama 9 za Roho Mtakatifu. Leo nilikuwa nataka tushike hii tuelewe what is the church. Ndio tunapoombea church this week. Tunaposimama kwenye pengo kwa sababu ya church this week. Hallelujah. Tujue tunaombea nini. Bwana asifiwe. Sasa niwekee Acts 13 tumalize na hiyo. Acts chapter 13. Tumalize na hiyo. Verse 1 and 2. Acts 13. Umeiweka. Inasema, now in the church that was at Antioch there were certain prophets and tunaona katika hii church kulikuwa na prophets na teachers. Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. Tuendelee. And as they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, now separate to me Barnabas and for the work to which I have. Sunaona Roho akanena akasema nitengewe Saul na Barnabas kwa ile kazi nimewafanyia wakiwa katika church. Ama imesema nini? Turudi nyuma. In the church at
Now in the church that was at, so umenishika vizuri, my theme was church. We are praying for the church. Bwana asifiwe. Now in the church that was at Antioch, there was a certain prophets, teachers. Hivyo venye nimewaambia, hizo ndio materials za kujengea kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Na ninaomba katika hii prayer tunaombea church this week. I pray today in Jesus' name. May the Holy Spirit separate you for the work that He have called you to do. I pray again, may the Holy Spirit separate you for the work that He have called you to do. I also pray, may the God of all grace give you the grace to do His work in Jesus' name. Because the moment you are doing His work, you are completing His body. Because we are the body of Christ. And being the body of Christ, sasa ndio tunaitwa church. So wakati dada yetu pale anafanya kazi pale, huyu anafanya, mimi nafanya, huyu anafanya, tunakuwa one body. Sasa ndio tunaitwa the church. Hallelujah. So mimi niko na imani, as we are going to pray for the church this week, you know what to pray for. Nione wenye wanajua sasa, what am I going to pray for? If you pray for the ministers, you know. Bwana asifiwe. If you pray for the work of God to continue, you know. Na Mungu atatubariki in Jesus' name. Hiyo ya kazi kufuata nyuma umeiangalia? Revelation. Tusimame tumalizie. Hallelujah. So tufanyie Mungu kazi. Ambia jirani yako, fanyia Mungu kazi. Nione mwenye ameona kwa ishara yeye ni mkono kwa church. Uoko. Haya, hatuna mkono hii church. Mkuwa nikielezea, mtafuata tu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kazi ya mkono tumeona ni gani sawa? Mkono. Hallelujah. Hallelujah. When I'm doing the work of Christ, Bwana asifiwe. Hallelujah. Tumeona kuna mikono, kuna miguu. Kazi ya miguu tumeona ni gani? Those are the evangelists and the apostles. Bwana asifiwe. Kazi ya macho. All about the mouth. Jeremiah aliwekwa ndio aweze kusema. Bwana asifiwe. Hallelujah. So we are the body of Christ. Elewa unafiti wapi na Mungu atakubariki in Jesus' name. Hebu tuangalie hii nasema, then I heard a voice from heaven saying to me, right, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, that they may rest from their labor and their work follow. So the work follow. So kazi yako inakufuata. Bwana asifiwe. Na ni kazi gani huwa inafuata mtu? Building the body of Christ in Jesus' name. Amen. Kwa hivyo tunapoomba hii wiki, tutaomba na hiyo understanding. Tuelewe we are praying for the church. We are praying for the church of Christ. Na dhimu yetu katika hiyo wiki nataka tuitangaze tunapomaliza Sam haraka. Niweke hiyo dhimu yetu ya hii wiki. Bwana asifiwe. Matthew Bwana asifiwe. Niweke hiyo theme. I want us to declare as we pray in Jesus' name. Matthew 16:18 to 19. We are praying for the church. So tumeelewa, if you are praying for the church, now pray with understanding. Bwana asifiwe. Sema, and I say to you that you are, and on this I'll build my, and the gates of shall not against. So who is going to build the church? Jesus. Bwana asifiwe. Who are the material? Mama Alex. Who is going to build the church? Sini Yesu. Who are the material? Us as believer. Bwana asifiwe. Sisi ndiyo material, tuelewe. Sasa anaposema I'll build my church, atanijenga mimi, ajenge huyu, ndio tujenge kanisa.
na itakuwa baraka in Jesus name. Inulia tu Bwana mikono tunapomwambia tu atusaidie. Tumwambia tupe neema katika jina la Yesu. Sisi ni vyombo, tumetumika ili tukaweze kufanya kazi ya Bwana. Ambia Bwana tu ni asante. Timotheo inasema tukijitakasa mioyo yetu, tukijitakasa tutafanyika vyombo vya dhamana. Biblia inasema katika nyumba kuu kuna vyombo ambavyo ni za mawe, kuna vyombo ambavyo ni za dhahabu, kuna vyombo vya bao, na anasema ya kwamba na hata kuna vyombo ambavyo ni za heshima na zingine si za heshima. Lakini anasema kwa vyote tunapojitakasa na kujiachilia mbele za Bwana tutafanyika zile vyombo kuu. Enda tu mbele za Bwana siku ya leo, mwambie ni asante. Tunapojiandaa kuliombea kanisa la Bwana wiki hii, ambia Bwana tu ni asante. Ambia Bwana nipe neema, ambia Bwana nipe nguvu, ambia Bwana nipe uweza. Reka na mazokarabayanda na mashaka na mazokarabayanda, reka na mazokarabayanda na bashaka na mazaya, reka na mazokarabayanda na bashaka na mazaya, reka na mazokarabayanda na bakota na mazaya, rimakata na mazakarabayanda na mazaya, reka na mashanda na bakota na mazaya, raka na bakota na mazakarabayanda. Jiombea, ombea mwili wa Kristo popote duniani, ombea mwili wa Kristo. Mungu akaujaze, akaupatie nguvu, akaupatie uweza katika jina la Yesu. Maana tumeahidiwa hakuna siku hata moja marango ya kuzimu yataweza kupenya na kupigana na kanisa la Bwana ambalo ni mwili wa Kristo. Reka na mazokarabayanda na mazokarabayanda, reka na mashanda rabakota na mazaya. Baba, tunaombea kanisa lako, tunaomba ya kwamba Bwana ukalijaze na nguvu mpya katika jina la Yesu. Tunaomba neema mpya kwa kanisa lako katika jina la Yesu. Tunaomba kusudi la kanisa kuwa hapa duniani likatekelezwe katika jina la Yesu. Tunaomba kusudi la kanisa lako kuinuliwa hapa duniani Bwana likatekelezwe katika jina la Yesu. Maana wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Jina lako ni jina lenye nguvu na uweza. Ukamwambia Peter umempa nguvu na mamlaka. Oh my God, my Father. Kisha ukaambia wanafunzi wale watapokea kutoka kwao hiyo neema ambayo umeachilia ndani yao. Hiyo neema tutaibeba. Peter aliachilia hiyo mlango alipoenda Bwana kutembelea Cornelius mfalme wa falme. Hiyo neema ndio tunaibeba siku ya leo. Chochote tunafunga kama kanisa, oh my God, my Father, kinafungwa hata bingoni. Maana ile neema uliachilia kwa Peter aliachilia kwenye Gentile church na ile kanisa likakuwa. Nasi kama kanisa lako Bwana tunachukua nguvu na mamlaka sasa na kufunga mipango yote ya adui, na kufunga mbinu zote za adui, na kufunga mipango yote ya shetani, na kutangaza siku ya leo hakuna mpango hata mmoja wa adui kinyume na kanisa 2026 utakayofaulu katika jina la Yesu. Hakuna silaha inayoinuliwa kinyume na kanisa lako Bwana katika ya 2026 itakayofaulu katika jina la Yesu. Tuwaombea manabii, tuwaombea mitume, tuwaombea wainjilisti, tuwaombea Bwana walimu, tuwaombea Bwana wa huduma kanisani. Tuwaomba wote uwatie nguvu, tuwaomba wote uwajaze, tuwaombea waimbaji ukawajaze na neema mpya katika mwaka wa 2026 katika jina la Yesu Kristo. Tuwaombea wahubiri, tuwaombea hata Bwana wanaosimamia kazi yako kwa njia moja ama nyingine. Oh my God, my Father, wote ukawajaze na nguvu, wote ukawajaze na upako, wote ukawajaze na neema, wote ukawajaze na neema kwa utukufu wa jina lako. Unaweza Bwana, hakuna kama wewe. Pokea sifa, pokea utukufu, heshima na mamlaka ni yako. Father, we pray for the church. I pray for the workers in the church, that God, you may equip them. You may equip them with the necessary equipment that each and everyone need to do your work. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. We give you the glory. We give you the honor. We give you the adoration. We declare your power. We declare your glory. We declare your victory katika maisha yetu, katika kanisa lako, katika anga la kanisa lako. Tunatangaza litapenya na litatimiza kusudi lake ulilolitia hapa duniani. Kwa utukufu wa jina la Yesu tunaomba na hata kwa